tumeweka kwa kila constituency. Tunaelewana? Na tumesema wabunge na ma-MCA watatusaidia kutuambia kijiji fulani bado iko giza, kijiji fulani haijafika stima. Ndio tupeleke stima, tuondoe giza, tuweke mwangaza, ndio shetani ahame. Ama mnasemaje watu wa Nyandarua? Neguo. Sikizeni. Mbali na waziri yuko hapa. Waziri Opiyo Wandayi yuko hapa. PS wake Bwana Wachira wako hapa. Huyu waziri na huyu PS wake nimewaambia wasitoke Nyandarua mpaka watu 14,000 kabla ya Novemba mwaka huu wawe wameunganishiwa stima ili wananchi wa hapa waweze kusonga mbele. Tumekubaliana jameni? Na bwana waziri, wewe unajua Nyandarua hii kidogo ilibaki nyuma. Na ndio sababu sasa nimesema hivi, mbali na hiyo 1.6 billion, mimi nataka wewe Wachira na waziri Opiyo Wandayi muende katika ile program yetu ambayo inafuata. Mutafute milioni 400 ingine, tuongeze watu wa hapa Nyandarua, ndio watu ambao tutawawekea stima ifike watu 20,000, manyumba 20,000 hapa Nyandarua. Nyandarua hoye! Tunaelewana watu wa Nyandarua? Jambo la pili, mimi nimekuja Nyandarua. Hapa Nyandarua muko na hospitali ya level 5. Na hiyo hospitali tulileta equipment na Mheshimiwa Uhuru. Si namna hiyo? Lakini hiyo hospitali bado iko chini. Wananchi wengi bado wanaenda kutafuta matibabu kule Nairobi. Ni kweli ama si kweli? County government yenu ilianzisha hospitali hapa inaitwa JM. Si ndio? Hiyo hospitali mimi nimetembea pale leo. Hawa viongozi wenu, Mheshimiwa Gavana wenu, Mheshimiwa Mama County, waheshimiwa wabunge wenu, si ndio? Walikuja kwangu. Nyandarua hoye! Munisikize kidogo. Hawa walikuja kwangu wakaniambia hiyo hospitali ya JM ambayo ilikuwa imekadiriwa kuwa shilingi 1.5 billion, serikali ya county haiwezi kukamilisha kwa sababu iko mzito kidogo. Wakaniambia niwasaidie. Sasa sikizeni watu wa Nyandarua. Mnanielewa? Mimi nimefika hapa leo na nimekuja na PS wangu wa mambo ya defense. Nimesema huyu Mheshimiwa Mariro. Sasa wewe Mariro, hiyo hospitali ya JM imetengenezwa 48%. Yani imefika karibu nusu. Sasa ile nusu ingine, mimi namwambia governor hapa, sasa wewe pesa yako, ndio watu wa Nyandarua hoye! Wacha msikie vizuri. Mimi namwambia governor huyu, bwana badilisha. Sasa ile pesa ungetumia kwa hiyo hospitali, sasa uende ufanye kazi nyingine. Hiyo hospitali mimi nitatengeneza, nitamaliza, nitaweka equipment, nipatie watu wa hapa Nyandarua waendelee na kazi yao. Tunaelewana? Nyandarua tumeelewana? Naambiwa ya kwamba imebaki karibu milioni 700-800. Sasa hiyo kazi mimi kuanzia next week huyu Mariro atakuwa hapa apange, tuhakikishe tumekamilisha hiyo hospitali kwa sababu watu wa hapa Nyandarua wanahitaji hiyo hospitali. Watu wa Nyandarua tumeelewana? Tumeelewana? Jambo la tatu, nataka mnisikize vizuri. Jambo la tatu, kwa sababu nimesema nimekuja hapa Nyandarua mambo ya maendeleo. Kuna siku tutakuja mambo ya siasa, leo ni mambo ya maendeleo. Nego kana tiguo.
Jambo la tatu, watu wa Nyandarua muliniambia ya kwamba vile counties zingine kuna university, mulisema munataka university ya watu wa Nyandarua County. Ni sawa ama si sawa bana? Sikizeni, mimi na hawa viongozi wenu, Ijumaa iliyopita mimi niliidhinisha university ya Nyandarua na gazette notice imetolewa, na sasa mutakuwa na university ya Nyandarua County. Kuanzia mwezi wa 9 wanafunzi wataingia katika university ya Nyandarua hapa Nyandarua County. Nyandarua hoye! Nyandarua hoye! Munasema tuendelee na hiyo kazi hiyo ya university. Mimi nauliza nyinyi, hawa viongozi wenu walikuja wakaniambia ya kwamba nyinyi ndio mmesema mnataka university. Ni nyinyi mliwatuma ama ni kunipanga? Walikuja kunipanga. Nyinyi ndio mliwatuma? Hebu nione wale wanasema nyinyi ndio mliwatuma. Very good. Jambo la 4, mimi nimefika hapa Nyandarua. Sawa sawa. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, vile vile tupange mambo ya maendeleo ya biashara. Biashara ya kina mama, biashara ya kilimo, na hakuna vile tunaweza kuendesha kilimo na mapato ipatikane vizuri kilimo kama hakuna soko ya kupeleka mazao yetu ya kilimo. Ni kweli ama si kweli? Sababu hiyo hapa Nyandarua saa hizi serikali ya Kenya tunajenga soko 8 mpya na ingine 2. Mimi nafanya procurement ndio tuhakikishe ya kwamba hii Nyandarua na mazao yenu inapatikana soko mahali mnaweza kuuza mazao yenu. Huyu Kiarao mjumbe wenu atawaambia hapa Mirangini soko karibu inakamilika, imefika 65%. Kule Kasuku soko tunafanya procurement kwa haraka, soko inaendelea. Mimi naenda leo kuanzisha soko ya engineer. Ile soko ingine ya Ndaragwa inaendelea, ya maili 10 inaendelea. Mimi nawaambia watu wa Nyandarua, kabla ya mwisho wa mwaka huu nitakuwa nimekamilisha soko 8 ya Nyandarua, ndio wafanye biashara waendelee kufanya biashara mahali kuna usafi, mahali kuna maji, mahali kuna stima, ndio kazi iendelee. Tumekubaliana watu wa Nyandarua? Nyandarua hoye! Nyandarua hoye! Jambo la mwisho ni maneno ya barabara. Si ndio? Maneno ya nini? Maneno ya barabara. Tulikubaliana na nyinyi watu wa Nyandarua ya kwamba hapa Nyandarua imesumbuliwa sana kwa sababu ya mvua, kwa sababu nyinyi wakulima, barabara zilikwama. Kwa miaka 2 barabara nyingi zilikwama. Ni kweli ama si kweli? Sasa mimi nawatangazia hivi, tumemaliza kazi ya kupanga uchumi wa Kenya. Pale tulikuwa na madeni mengi, nimepanga mambo ya uchumi sasa imedhibiti. Sasa ni kazi yangu kuja kumalizia nyinyi barabara zenu. This week tumetoa pesa milioni 958 hapa Nyandarua, na huyu bwana Mbogwa, wewe Mbogwa simama hapo juu. Si huyu Mbogwa anatoka hapa Nyandarua? Huyu PS wangu wa mambo ya barabara. Sasa wewe bwana Mbogwa, hii barabara ambayo tulianzisha hapa ya Captain Wanjohi Donyonjeru, contractor arudi pale akamilishe hiyo barabara, kwa sababu ni ahadi yangu kwa wananchi wa hapa Nyandarua. Vile vile ile barabara nilianzisha kule ya kutoka Engineer kwenda Mbiginano all the way Gashara, hizo barabara zote mpaka Mbirithi, hiyo barabara yote mimi nimekupatia amri kilomita 40 ikamilike. Mimi nilikuja hapa nikawaambia barabara ya kutoka hapa Olkalau kwenda Silanga pale kwenda mahali inaitwa mpaka ifike Boyman. Hiyo barabara contractor anaendelea, lakini anaendelea pole pole. Sasa nitamkaza ndio akamilishe hiyo barabara. Watu wa Boyman, watu wa Jororok na watu wa Olkalau
wahakikisha kwamba hiyo barabara yao inapitika. Watu wa Nyandarua tumekubaliana? Neguo kana tiguo. Jambo la mwisho, muliniambia ya kwamba nipange mambo ya kilimo sawa sawa. Ile bei ya mbolea mlikuwa mnalipa 5,000 6,000, sasa tumepunguza bei yake ni 2,500 kwa sababu tunataka wakulima wetu wapate bei nafuu ya mambo yao ya kilimo. Mambo ya maziwa tumepanga sawa sawa. Mambo ya kahawa bei imepanda. Mambo ya chai bei imepanda. Na kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba kilimo inatusaidia kuzalisha uchumi na kuweka pesa kwa mifuko ya wananchi. Watu wa Nyandarua, mimi nataka niwaulize. Sawa sawa? Hii kazi mnataka iendelee ama isiendelee? Tuendelee ama siendelee? Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono. Na mimi nawauliza. Ngojea boss. Mimi nawauliza. Si nyinyi ndio mlinipatia nafasi ya kuwa kiongozi wa taifa hii? Si kura zenu ndio ilinifanya nikakuwa rais? Na si mlinipatia kazi ya kusomesha watoto, ya kupanga stima, ya kupanga soko, ya kupanga mambo ya barabara, ya kuhakikisha kwamba maendeleo inapatikana? Si nyinyi ndio mtasahihisha hiyo kazi baada ya miaka 5? Basi tukae chonjo, kila mtu afanye kazi yake bwana. Kama wewe ni MCA, fanya kazi yako. Hawa watasahihisha kazi yetu baada ya miaka 5. Kama wewe ni mbunge, fanya yako. Kama wewe ni governor, fanya yako. Mimi kama rais nitafanya yangu, na hao wananchi wataamua baada ya miaka 5. Neguo kana tiguo. Iko makosa hapo? Si nyinyi ndio walimu wa kusahihisha? Si mtajua nani hajafanya kazi? Si mtajua nani amefanya kazi? Ama namna gani watu wa Nyandarua? Iko shida hapo? Si nyinyi ndio kusema? Si nyinyi ndio kuamua? Na mimi niko chonjo mbaya sana. Hii kazi mmenipatia nitainyorosha, mtashangaa. Tumekubaliana? Mwisho, mimi nawaambia kuna watu hapa mambo ya Kware wanasema iko shida hapa Kware. Hii Kware iko shida gani kwa hii Kware? Hii Kware iko na shida. Munataka ishughulikiwe? Nani anajua matatizo ya hii Kware? Aya. Gavana aniambia kuna shamba ya county. Ati kuna land grabbers wameenda pale wakajigawanyia hiyo shamba. Sasa wewe bwana county commissioner, wewe kama mfanyikazi wangu hapa, county commissioner, mimi nataka uchunguzi mara moja, unipatie report kwa wiki 2. Mambo ya grabbing, kama kuna shamba ya serikali ama ya county imechukuliwa, munieleze. Club grabbers wote tuambie mali ya umma si mali ya mtu binafsi. Na kama wamechukua na kimabavu ama na kwa ukora, hiyo maneno tutafutilia mbali, shamba irudi ya wananchi wa Nyandarua County. Neguo. Tumeelewana jameni? Mnasema tuendelee na kazi? Mnasema tuendelee na kazi? Wale wanasema tuendelee na kazi nione kwa mkono, wala wanasema tuendelee na kazi. Basi mimi sitaki kusema kuzidi hapo. Mimi nimefurahi sana kufika hapa, na mimi nataka tuelewane, tuendelee pamoja. Hapa niko na naibu wangu, naibu wa rais, Profesa Kithure Kindiki, awasalimie. Mumekaribisha rais hapa kwetu. Nimwamukira mutongoria wa bururi. Mmefurahi vile rais amefika hapa? Nionyesheni kwa mkono wale wamefurahi rais amefika hapa kwetu leo. Rais amefika hapa kwa sababu kupitia kura yenu na mapenzi ya Mungu, ile kura mlimpatia ili awafanyie kazi.
Kweli si kweli? Kweli si kweli? Na kwa sababu miaka miwili imepita, rais sasa amekuja hapa kutupatia progress report, mahali kazi imefika. Ameeleza ile kazi inaendelea ya mambo ya masoko, ile kazi inaendelea ya mambo ingine ya kutengeneza barabara, na leo hii amekuja hapa ili kuchukua hii hospitali yetu ya JM Memorial ili ijengwe, ikamilike, watu wa Nyandarua wapate matibabu. Vile vile rais amefika hapa kuanzisha mradi mkubwa wa kuongeza stima yetu hapa Nyandarua, ili stima yetu iongezeke. Kufika hapa kwa rais, ameanzisha mradi wa bilioni 1.6 ya kuongezea nyumba 14,000 zaidi kuwawekea stima. Vile vile rais amefika hapa kutangaza kufunguliwa rasmi ama kuanzishwa rasmi kwa university yetu ya Nyandarua ambaye imekuwa gazetted siku ya Jumaa. Kwa hivyo kile kimeleta rais hapa ni masuala ya kazi ile mlimpatia. Rais aendelee na hiyo kazi. Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Aendelee asiendelee? Munaunga rais mkono? Munaunga rais mkono? Ya mwisho, munajua sasa mimi ndiye msaidizi mkubwa wa Rais William Ruto. Nilikuwa minister wa security, nikanyoroshana na magaidi, nikanyoroshana na wale wengine mabandits, lakini sasa hivi nimepewa kazi ya deputy president. Kazi yangu ni kusaidia William Ruto kusongesha mambo ya Nyandarua na mambo ya Kenya mbele. Na kazi yangu ni kuhakikisha kwamba mipango na utaratibu na miradi ya serikali inatekelezwa kwa haraka, na zile amri rais ametoa leo na zile anaendelea kutoa kwa wizara mbalimbali, ni kazi yangu kama naibu wake kufanya kazi na wizara zote na idara zote za serikali kuhakikisha ajenda ya rais na ajenda ya serikali inaharakishwa ili mwananchi apate manufaa. Munapendelea nisaidie rais kuchapa kazi? Niendelee kuchapa kazi? Niendelee kuchapa kazi? Niendelee nisiendelee? Niendelee nisiendelee? Mimi nataka kumalizia nikisema hivi. Unajua kuna watu kidogo hawajui kazi ya naibu wa rais, na nimeona magazeti wengine wanaandika kwa maredio huko. Kazi ya naibu ya rais niyo nimesema, ya kusaidia rais, sio kupigana na rais, sio kuhujumu serikali. Katiba haikubali wale wanataka kupigana na rais, wale wanataka kupigana na serikali waende upinzani, kwa sababu hiyo ni kazi ya upinzani, sio kazi ya serikali. Mimi nataka niulize swali, nataka kufanya public participation. Munajua ya kwamba ule mzee Moi alikuwa loyo kwa mzee Kenyatta, Mungu akambariki. Si ni kweli? Mzee Kibaki akasema yes kwa mzee Moi, Mungu akambariki. Kweli si kweli? Uhuru Kenyatta ambaye ni kiongozi wetu hapa, ni mtoto wetu na ni kiongozi ya hapa, ni kweli? Kuna watu walianza kumdanganya 2005, akaenda kupingana na mzee Kibaki kwa referendum. Wazee wa jamii yetu, wazee wa Kikuyu, wa Meru na wa Embu wakaenda wakamketisha chini, wakamwambia, wewe Uhuru Kenyatta, ukitaka kuwa na baraka, kaa nyuma ya mzee Kibaki na useme yes. 2007 Uhuru Kenyatta akakaa nyuma ya Kibaki na akasema yes sir. Kweli si kweli? Si Mungu alimbariki hapo? Si alimbariki na Kenya ikasonga mbele?
Alafu sasa tuko na rais wetu William Ruto. Kwa miaka 10 Rais Ruto alikuwa anasema yesa kwa Uhuru Kenyatta. Rais Ruto alikuwa anasema yesa kwa Uhuru Kenyatta. Na Mungu sasa amembariki, ndio rais yetu. Ni rais wetu, si raisi. Si ni rais, sio raisi. Kwa hivyo mimi nataka mnikubalie, hata mimi nisaidie rais na niseme yes sir. Niseme yes. Asanteni sana, Mungu awabariki. Haya, asante sana. Thank you. Asante. Neogua reu. Thank you. Neogua. Thank you. Asante. Haya. Your Excellency, watu wako na furaha isiyo na kifani. Na sisi kama wananyandarua tunataka kukushukuru kwa yale umetuletea siku ya leo. Umesema umetupatia university, na mimi ninajua hata kama tunaanzia pale Oljororok, wakati tutaanza mpango wa kujenga pale Captain, bado utatusaidia ili tuwe na university kamili. Asanti kwa sababu ya hospitali. Thank you very much. Asanti kwa sababu ya hospitali. Asanti kwa sababu ya stadium. Asanti kwa sababu ya stima. Na umenisaidia leo, wale wakora wa kuiba mashamba ya serikali ndio maskini waumie. Umenimalizia hiyo shida. Your Excellency, shamba hii unaona hapa ndio shamba ile nilikwambia ya Kenya Railways, ambao iko karibu 25 acres. Na sisi tuliomba tu eka 2 peke yake, ili wafanyabiashara hawa tuwajengee mahali wanaweza fanya biashara. Hiyo ingine 23 ibaki kwa Kenya Railways. Your Excellency, tunashukuru pia, ile ndio nyumba peke yake tulikuwa tukiweka fertilizer, lakini kutokana na ushirikiano wetu na wewe, mwaka huu tumepeleka fertilizer Ndaragwa, huko Pesi, huko Geta, huko Wanjohi, huko Mbeharate, huko Turaga, huko Jabini, huko Nyakeo. Your Excellency, ile fertilizer unaleta hapa inafanya kazi sawa. Kwa hivyo ninaomba tuongezewe ration ya fertilizer ili watu ya Nyandarua waweze kuproduce chakula ya kutosha nchi hii. Your Excellency, hawa vijana unaona wamekusindikiza hapa wa bodaboda, wako na mpango mzuri ambao inaweza kuwa mfano Kenya mzima. Tuko na dina na wao, tukitafuta pesa kidogo kusaidia mradi wao, na tutakualika kwa hiyo dina ili tusaidie hawa vijana wetu. Your Excellency, wakulima wa hapa, wale wa Orokarao Dairy Cooperative walipata shinda hapo kitambo. Hata sasa hawaenjoy vile watu wengine wanaenjoy good prices ya maziwa yao. Hapa kidogo bado iko chini. Tunaomba msaada wako usaidie hao wakulima wa Orokarao Dairy ili wapate hiyo faida. Nikienda kumaliza, Your Excellency, wewe ulisema ya kwamba nchi hii watalii wakija wanaenda huko Masai Mara
wengine wanaenda huko Mombasa. Sisi kama Nyandarua tumejitoa kutoa sehemu ingine upya ya utalii. Hapa tuko na Big Five. Vile nchi iko na Big Five, Nyandarua iko na Big Five. Buffalo ndio tunarigarisha na arboretum yetu hapa. Elephant ndio tunariganisha na Aberdare. Rhino ndio tunaringanisha na the Happy Valley Homes, pahali wazungu walikuwa wanakaa. Leopard ndio tunaringanisha na Equity Point. Na Lion tunaringanisha na Lake Koroborosa. Your Excellency, tunataka support ya Department ya Tourism ili tubadilishe tourism hapa Nyandarua. Na mimi najua hiyo itasaidia nchi hii. Your Excellency, asanti kwa sababu haya, thank you very much. Asanti Your Excellency kwa sababu ya kutupea museum. Ile museum tutapanga pale Gadhara. Hakuna museum ingine Kenya hii itakuwa kama hiyo. Na masoko umesema juu yake, na niseme sisi wana Nyandarua tumekukaribisha leo na kesho kutwa na wakati wote hapa, Your Excellency. Kwa hivyo sawa. Thank you very much. Bolosat. Wape makofi ya waziri. Asanti sana Mheshimiwa Rais, tunakukaribisha sana hapa nyumbani. Na tumefurahi kwa sababu umepata wakati wa kuja hapa. Kwa mimi binafsi nashukuru kwa sababu umenipa kazi. Najua nimekushukuru mara nyingi, lakini nikikushukuru nikiwa pahali nilizaliwa inatoka ndani ya roho. Na kwamba Mheshimiwa Rais umenipatia kazi ambayo niko na jukwaa kimataifa. Ninaenda nchi mbalimbali kuongea juu ya utalii, na wakati huu nashukuru kwa sababu World Bank Group wameniteua nikuwe council member wa advisory on development and gender. Mheshimiwa Rais, asanti sana kwa yale maendeleo umeleta Nyandarua. Hapa Nyandarua tunakaa kama ile California ya Amerika. Tukiendelea hapo mbele, sisi ndio tutatoa chakula kingi zaidi na ndio tutasimamia chakula ya nchi hii. Kwa hivyo tutaendelea kutia bidii. Kwa yale maneno gavana wetu ameongea ya utalii, wiki iliyopita tulikuwa hapa na tukajua tutaendelea na maneno ya utalii. Hapa Nyandarua sehemu kubwa sana ya Aberdare National Park iko Aberdare. Pia tuko na arboretum, tuko na historia ya kipekee. Wale wazungu walikuwa hapa, wameacha nyumba nyingi za kihistoria, na kwa hivyo hiyo yote tutafanya mapping ili watalii wengi waje hapa. Kwa hivyo tunashukuru sana na kukuambia ya kwamba tutafanya kazi mpaka ifanyike. Gaya morathime muno ginya ria turioka ringi. Asanti.
Asanti sana mtukufu rais, na kushukuru sana. Sisi tunakuanga hivi Nyandarua, na kushukuru sana kwa sababu umesema utakuja hapa kwetu, utakuja hapa Nyandarua, utatusaidia na hospitali yetu kwa sababu ilikuwa imekwama kwa miaka kadhaa. Tunasema asanti kwa sababu ya stadium yetu imekuwa since 15 years ago haijatengenezwa. Ukasema utatusaidia. Mimi nataka kukuambia asanti, na nataka kukuambia kitu moja. Mtukufu rais, usisikie hiyo noise iko hapa. Tuko na shida moja, shida ya insecurity. Mifugo yetu imeibiwa, na shida ile tuko nayo mtukufu rais, tunahitaji gari za security. Polisi wetu hawana magari. Your Excellency, here in Nyandarua, we require more than 50 cars, security cars, hapa kwetu Nyandarua. Na kuomba na kusihi, usikie maombi na kilio changu, utupatie magari ya polisi, ndio at least wizi wa mifugo uishe. Tuko na wizi wa mifugo hapa kwetu. La pili, mtukufu rais, hii Olkalou Dairy iko na shida mtukufu rais. Walichukua loan ya 240 million shillings, hawawezi kulipa. Mtukufu rais, vile unalipa madeni ingine, tulipie hii deni ya Olkalou Dairy, kwa sababu wewe una uwezo wa kufanya hivyo. Na negwenda kugwao ithuĩ ũteithio witũ ũrauma kwĩ mũthuri ũyũ, ũrauma gũkũ, na nĩkĩo twĩ gũkũ. Ona mwatinda mũkiuga kwĩ andũ marokĩte gũkũ gũtũhenia, na tũtingĩtĩkĩra kũhenio ona mwaugereria. Asante sana mtukufu rais, Mungu akubariki. Aweze kuwa Asante. Ya kwanza tutulie sasa, tutulie. Asante. Twashukuru. Ya kwanza, Mheshimiwa Rais, kwanza mimi ni kusema asante kwa vile umetutembelea tena hapa Olkalou. Ya kwanza ningetaka kusema asante sana kwa kusikia kilio chetu kuhusu maneno ya hospitali, kuhusu maneno ya stadium, kuhusu maneno ya university, mabarabara na stima. Mimi kama mbunge wa eneo hii, leo hii ningetaka kukuhakikishia maneno ya stima huku ukienda mashinani inatambazwa vizuri na barabara. Vile vile, Your Excellency, ile tena ningetaka kukuhakikishia, na hiyo ni kitu watu wa Olkalou wanaweza weka sahihi, maneno ya barabara zile umetaja hapa leo hii, hizo mabarabara zimeendelea, na tunajua ile mipango uko nayo ya hizo mabarabara kukamilisha. Kuna hii barabara kutoka kwa Mobi, Siranga kwenda Boyman, inaendelea, contractor ako ground, na kuna ile instructions umepatiana. Kuna hii barabara ingine kutoka Tumaini kwenda Kabas, mimi najua ile amri umetoa. Kuna hii barabara kutoka hapa Kariam kwenda Daragwa, mimi najua ile amri umetoa. Mimi nataka kuhakikishia watu wa Olkalou, mimi mumenichagua term 3, na kusema ukweli,
why you bring me back is because ya ile naleta kwa meza. Mnataka maendeleo ama mnataka siasa ya barabara? Mnataka maendeleo ama siasa ya mdomo? Watu wa Ukarao wanataka maendeleo, and that's why, Your Excellency, we are very appreciative. We are very appreciative for the development agenda you have for our county, for our individual constituencies. Na sisi kama viongozi wa eneo hii, we are 100% behind you, Your Excellency. Na nimefurahia leo hii vile umetatua hii maneno ya hii Kware. Hawa jamaa najua wamekuwa na hiyo tabu, na vile umeingilia sasa najua hiyo maneno itakuwa sawa sawa. Kuna mengi tumeongea, maneno ya housing na ingine, hiyo sitataja hapa, lakini tutakuja kuelezea hapa karibuni ile tumekubaliana na rais. Na najua vile Ukarao ilikuwa miaka 10 iliyopita, mmeona change. Kwa hiyo mengi machache, mimi nasema asanteni sana na Mungu awabariki, awabariki. God bless. Thank you. Ala merega ngeidia korowe na guoko. Sasa niwaulize jameni, unajua nimeona nyinyi ni wajanja. Mnajua mali iko na mali ya Kenya iko na nani? Iko na nani? Oyo ni wewe na kahio, na ni wewe deli theinie, na ni wewe bucire theinie. Turege kuria tuthie ku. Unajua Mheshimiwa Rais, mimi nimeketi hapa najiuliza, watu 14,000 wameunganishwa ama wataunganishwa na umeme. Nikachukua calculator nikahesabu, bilioni 10 inaweza enda kwa miji 95,000 homes jameni. Na modo mwane waleda kaleda hekiobelele. Hiyo barabara Mheshimiwa Rais amepeana 80 kilometers engineer, na hapa mimi ni Mudhoniwa. Bibi yangu ametoka hapa engineer. Hiyo barabara mmepawa 80 kilometers. Bilioni 10 inaweza enda kilomita 200 ya lami jameni. Modo mwasoke atuweke ni waleda. Nataka muonyeshe rais kama muko na yeye kwa mikono. Enyuari amekolea na guoko, enyuari amemolemo. Asante sana. Asante Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, mimi akaida mwele horai niye digapaka hiyo. Hawa watu wa Kware Mheshimiwa Rais wamesema hii affordable housing iko hapa. Ile mali yote inajengwa hapo, ikiwekwa kablo ipewe hawa vijana affordable housing. Leo munene niye niore otaragwo na aria tuga goko Karao na Nyandarua yothe gutire mundu ukwenderio guoya, na niye ndienderio guoya. Niguo kana tiguo? Mwathani amurathime. Asanteni sana. Iko na chairman wetu huyo Bwana Nderito Mureiti ambaye ni chairman wetu wa KRA. Awasalimie dakika moja. Nyandarua Murega! Murega rege! Mheshimiwa Rais, nimefika, unajua mimi ni jirani hapa Laikipia. Nimefika hapa kushuhudia maendeleo yanayoendelea hapa, na niseme tunaridhika kwa kazi yako mzuri. Tafadhali endelea na hiyo kazi. Mheshimiwa Rais, unajua katika soko fulani pasta alikuwa haya, wacha niachane na hapo. Nyandarua oye! Nyandarua oye! Nyandarua oye! Hebu muonyeshe Mheshimiwa Rais, mmefurahi kumuona. Asante sana, Mungu awabariki.
Niko hapa na waziri wetu wa mambo ya kawi, mpigeni makofi bwana Opiyo Wandayi. Hapa niko na Alex Wachira, PS wangu wa mambo ya stima. Yeye ndiye atafuatilia ile manyumba 14,000 ahakikisha kwamba kila nyumba imewakishiwa stima. Hapa vile vile niko na PS wangu wa mambo ya sports. Mimi kabla sijaondoka nataka kwenda kuangalia ile stadium yenu, kwa sababu hiyo stadium lazima pia niweke nishughulikie hiyo stadium. Nyinyi watu hapa Nyandarua munasema hiyo stadium tuwajenge, tukamilishe. Hebu nione wala anasema tukamilishe hiyo stadium. Very good. Hapa niko na waziri wangu wa mambo ya elimu bwana Julius Ogamba. Yeye ndiye atafuatilia mambo ya university, ahakikisha kwamba university ya Nyandarua inasonga mbele. Hapa niko na mheshimiwa Mariro, mbunge wangu ama PS wangu wa mambo ya defense, ndiye atashughulika na hiyo mambo ya JM Hospital, ahakikisha inasonga mbele. Hapa niko na ndugu yangu bwana Mushira. Huyu Mushira, simama hapo mheshimiwa. Huyo ndio mbunge wangu, mbunge wetu wa kutoka hapa Oljororok. Na hapa niko na bwana Gashagwa, mbunge wetu wa kutoka kule Nyandarua. Pigeni makofi. Na vile vile niko na deputy governor wetu hapo, pigeni makofi. Very good. Tuko na MCS wetu wasimame hapo dakika moja moja. Huyo MCA jambo moja. Jambo la kwanza, Your Excellency, nataka kukushukuru sana kwa sababu hii kazi ambayo niko nayo, isipokuwa ni wewe singekuwa MCA siku ya leo. Nakushukuru sana na nakutolea kofia. Ukikuja background, naitwa kijana wa Ruto. Wewe ni baba. Tunakushukuru kwa sababu ya maendeleo ambayo umelete hapa. Na Your Excellency, ukipiga kona tunapiga na wewe. Hatukuachi mpaka mwisho. Tunasema ni 10 bila breaks. Jambo la mwisho, Your Excellency, hao wananchi wa hapa wanalia tu jambo moja. WASREB wamekuja wakaongeza bili ya maji. Jambo ambalo tungependa kukuomba Your Excellency, tafadhali ambia WASREB wakuje tuongeleshane nao ndio bili ya maji irudi chini. Jambo la mwisho kabisa, watu wa bodaboda wako hapa Your Excellency, wangependa uweze kuwasaidia ndipo waweze kuendeleza sako yao. Asante sana. Basi niko na viongozi wengine wengi, wacha tuachie hapo. Mimi bado naenda pale program ya affordable housing, kwa sababu